Precious Muslim Academy ambapo leo hii tumefika hapa kuzungumza na walimu mbalimbali, lakini vile vile kuzungumza na jamii hapa kuangalia ni changamoto gani ambazo walimu wa Precious Muslim Academy wanakumbana nazo, na ni serikali imechukua jitihada zipi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuwa pamoja na maadili, heshima pamoja na nidhamu pamoja na ile elimu iliyokuwa bora inapatikana. Ungana nami, naitwa Omar Shukran. My name is Munawarat. My father's name is Juma. My mother's name is Adija. I am 7 years old. My school's name is Precious Muslim Academy. Hello. My name is Sabit. I live at Nyerere. My school's name is Precious Muslim Academy. My name is Adnat Hamad Salu. I live at Nyerere. We are 7 people in my family and let's born. My school's name is Precious Muslim Academy. My family food is biryan. My picture and my future ambition is to be a doctor. Hujambo na karibu katika kipindi cha Dira ya Elimu, ambapo leo hii tumefika hapa Precious Muslim Academy ambapo tutakuwa na mahojiano mbalimbali na walimu wa skuli hii ama kituo hichi, kujua ni kwa namna gani wanakabiliana na changamoto mbalimbali, ni zipi hatua ambazo wanachukua, lakini ni kwa namna gani wanashirikiana na jamii ili kuhakikisha kwamba kituo hichi kinakuwa vyema, salama, lakini na kituo bora kwa ajili ya kuzalisha na kutoa malezi. Pembeni yangu ni mkuu wa kituo hiki ambapo atakwenda kujieleza jina lake kamili, lakini vile vile tutakuwa na mahojiano mbalimbali. Naam, habari za leo? Salama. Jitambulishe mtazamaji na jamii wa kufahamu. Jina langu Juma bin Makame. Kama msimamizi mkuu katika taasisi yetu. Kwa kweli tupo hapa masaa 24 kwa ajili ya vijana kuwalea katika mazingira ya kuweza kupata elimu bora na malezi bora. Kwa faida ya mtazamaji, labda tueleze historia fupi ya kituo hiki. Kwa kweli kituo hiki waanzilishi wa kituo hiki ni walimu wa madrasa, baada ya kukaa kuangalia jamii hivyo basi kwa kuanzisha kituo hiki. Walimu wa madrasa ndio ambao walianzisha kituo hiki kuangalia hali ya jamii ilivyo. Ni muda gani kama sasa hivi kuna kaunti tunaona ndani ya kituo kuna skuli kabisa ambayo inatoa malezi kwa watoto hao hapa mtaani. Sasa tukianzia na hili, kumekuwa na changamoto gani kama kituo kinachowasaidia? Kwa kweli kama nilivyokuambia, tuliamua kuanzisha hii kituo cha skuli hii ili kuweza kumwandaa mtoto mapema katika malezi na maadili. Sababu kazi yetu sisi ni kuimarisha maadili na malezi bora. Kwa tuliona tuanze kituo hiki basi itakuwa ni bora zaidi, maana yake kwa mtoto tunaweza kumchukua chini. Na changamoto kwa kweli, changamoto zimo nyingi. Kuna watu hawajafahamu, wanaona labda ni hali ya kawaida tu, lakini tunaendelea. Hii changamoto nyingine kwa wazazi na wengine kama hali ya malipo, pengine mtoto kwa wakati labda tuje kwa upande wa malezi. Malezi wanafunzi wanakabiliana na changamoto zipi? Malezi wanafunzi wana changamoto kubwa. Wanafunzi wanatakiwa pia kuona mapema ili walipata harakati za mwanzo za taratibu, lakini wanachelewa kwa skuli kodi. Sasa hiyo ni changamoto kwa kuanza harakati za malezi. Kwa tunataka mapema mambo ya harakati za mapema. Tukiendelea kusharia hapa kwenye kituo hiki, labda tuangalie, manake nyinyi kama wakuu na wasimamizi wa hiki kituo hamko peke yenu.
kuna na wazazi ambao ndio walezi wa hawa watoto. Labda wazazi na walezi wana mashirikiano gani na nyinyi kuhakikisha kwamba kituo kinakuwa vyema na mnafikia yale malengo? Kama nilivyokuambia, wazazi wamo ambao tayari wana mwamko juu ya kituo chetu, wanajua hao wameanzisha malengo fulani, lakini bado vile vile kuna wazazi bado kama hawajafahamu, lakini wakituelewa nao basi na mimi tutakwenda vizuri. Unadhani wazazi na walezi wana nafasi gani katika kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vyema? Mzazi na mlezi wao ni watu wa kwanza ambao waweza kumjua mtoto tokea mdogo mwenendo wake uko vipi, waweza kumsoma saikolojia yake, mwanangu sasa yuko vipi kadhalika, basi aweze kuenda naye kwa mujibu vile kumbadilisha kutokana na zile hali zilivyo. Kwa watoto wa kuigaiga katika mambo ya mitaani, mimi nikakuta jambo hili na sio kutoka la jimbo inaimba au vile inafanya. Sasa mzazi awe makini mwenye kuangalia kitu gani anabeba ambacho hakimo ndani ya maadili. Umezungumzia mitaa mkiwa kama hichi kituo cha kutekeleza haya maadili, lakini mkiwa na shule ndani yake, mnachukua jitihada zipi kuhakikisha kwamba watoto hawa mnawalinda unapotoka huko mitaani? Kama tunavyojua hivi sasa kumekuwa na janga kubwa la udhalilishaji, ni jitihada zipi ambazo jitihada tunazofanya sisi ni kuandaa semina mbalimbali. Tunafanya semina, tunatengeneza majukwaa ya elimu kwa wana jamii, tunazungumzia jinsi mtoto vipi aelewe, mtoto vipi makuzi yake yawe vipi. Tunajaribu kutoa elimu ya kina, manake vipi mtoto aelewe na makuzi yake yawe vipi. Niwashukuru na nikupongeze sana. Tukiendelea kusalia mwishoni, tunaona kwamba hiki ni kituo na pana skuli ndani yake. Serikali ina nafasi gani kwenu nyinyi na mnashirikiana nayo vipi ili kuhakikisha kwamba mnakwenda sambamba? Ukweli kwa serikali hapa tunashukuru, serikali tunapeleka taratibu zote, manake ile taratibu inayostahili siku ya serikali basi sisi tunakwenda nayo. Kama ni kufuata sheria ya serikali, kwa kufuata sheria basi utafuata sisi tumepata usajili kwa mrajisi mwenyewe ambaye anatoa vibali vya NGOs, tayari tumepata na watoto shule tunamaliza elimu, tunachukua taratibu tunapata. Ni yepi matarajio yenu sasa? Kwa kweli matarajio yetu tunategemea inshallah Mwenyezi Mungu atujalie jamii itakapotufahamu, watakapotuelewa, basi tunatarajia watoto wengi katika mitaa yetu hii. Kituo chetu mtoto ambaye tunamsomesha sisi yule mpaka tufike na kuili form 4, mtoto yule kafika kupata elimu ya form 4, hatumwachi, tunamsomesha kutokana na elimu yake ya juu. Tunakaa na mzazi, tunakaa naye basi tunashirikiana na mzazi ili yule mtoto asipate muda kukaa mitaani kabla ya hajaendelea kusoma. Sababu tukiangalia leo watoto wengi wanaanza form 4 baadaye wanakaa mitaani, ndio wanaanza kukamata panga. Mingi wanaenda kukaa vikao viko hapo na maana. Asema elimu form 4 lakini hana cha kufanya. Kwa kituo chetu sisi mtoto akifikia elimu ya form 4 sisi ndio tunamuona thamani. Tunamuona maana yake ni gold kwa sisi, tunatafutia la msingi ili elimu yake ilete manufaa. Tuangazie swala la miundombinu kidogo. Tukifika hapa tunaona kituo hiki kipo mfumo wa nyumba, labda ni upi mpango wenu, na je kuna mpango gani ambao tayari mmeshauweka masuala mbalimbali kama kwa kweli mpango wetu wa eneo sasa hivi katika eneo letu hili kuna mji mpya unakuja. Kama unakuja mji mpya na sisi tumeweka orodha hapa. Kwa hiyo tunategemea kupeleka maombi yetu kwa wakuu wa katika eneo hili mjengiwe skuli. Sisi hatutaki fedha, sisi watu watujengee skuli ambayo itakuwa na hadhi, manake wale watakabidhiwa fedha, lakini sisi hatutaki fedha. Sisi tunataka tujengewe skuli katika eneo hili, na tayari mpango wetu tutakwenda kwa bunge na kwa mwakilishi kuanzia hilo,
na jamii vile vile, kila sehemu husika ambayo tunataka tutakwenda. Hadi kufikia hivi sasa kuna juhudi zozote ambazo tayari zimeshachukuliwa kufanikisha hili? Tayari tulipoona na mbunge kumweleza tabia yetu hiyo hapo, na akasema atafanyia kazi. Kwa kweli tuna hatua ndogo ndogo tunakwenda nazo bado. Mwisho kabisa, ni ujumbe wako kwa jamii kwenye swala zima la maadili pamoja na malezi ya watoto? Kwa kweli jamii inazidi kuiasa, manake kwa lazima mtoto tu anaangalia makuzi yake anapokuwa sawa, na hususan mtoto lazima aweze kudumu katika kutafuta elimu, hususan elimu ya madrasa na elimu ya shule. Akidumu katika masuala ya kielimu, akiwa hakukata njiani, basi mtoto anategemea kuwa na maadili mazuri na malezi mazuri, kwa sababu madrasa wanatoa mafunzo mazuri, walimu madrasa na walimu wa shule wanampa mafunzo mazuri. Kwa hiyo mtoto atakuwa ni mtoto mwenye kukua na maadili mema, lakini akikata njiani mtoto, basi inabidi inakuwa hatari. Nakushukuru sana mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, ni mkuu wa kituo hiki cha kulea malezi na kuhusiana na malezi mbalimbali ya watoto, lakini ndani yake pana Precious Muslim Academy. Ni skuli ambayo inawalea watoto katika misingi ya